alikuwa na deni. Wale wenye deni wakamkujia wakasema, sasa watoto wako wataenda kuwa watumwa kama malipo ya deni. Hata na sisi mnajua mambo, hali yetu vile ilivyo, na hatutaki Wakenya wakuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya. Na hata ile deni tuko naye, mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza, hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kwa sababu hatutaki, na mimi sitaki tuwe watumwa ya watu. It has been read to us in the Bible kwamba yule ambaye amekopesha ama yule amekopa ni mtumwa ya ule wa kukopesha. So tuko na balaa hapo kidogo. And therefore, tafadhali nawaomba na nawashukuru wabunge kwa kazi wamefanya, na sasa sote tuungane tutimize yale malengo tumepanga. Mimi nataka niseme mambo manne ya muhimu kwa watu wa Kajiado na watu wa Kenya. Jambo la kwanza, na imezungumziwa na viongozi hapa, lazima tukabiliane na shida ya ongezeko ya gharama ya maisha. We must have a plan on how to confront the challenge of cost of living. Tumekuwa na tatizo kubwa kwa sababu mazao yetu mwaka uliopita ilipungua kwa sababu hatukukuwa na mbolea na pia mvua ilipungua. Tukawa na matatizo kwa sababu ya mambo ya climate change. Tukawa na matatizo kwa sababu ya grains na fertilizer, ikaleta shida kwa sababu ya vita ingine kule Ukraine na mahali ingine. Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu wa Kenya. Tuko na mambo 5 ambayo tunafanya kama serikali mliochagua kujaribu kukabiliana na shida ya gharama ya maisha. Jambo la kwanza, tumesajili wakulima wote 500,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tumeweka pia katika budget yetu ya mwaka huu, hiyo ambayo wabunge wamepitisha, pesa ingine ya kuhakikisha kwamba tunaongeza mambo ya mbegu na mbolea kwa wakulima wetu mwaka unaokuja. Jambo la pili, tumeweka vile vile mpango kwa mambo ya ufugaji. Katika budget hii, for the first time, we have the largest budget in matters of livestock. Tumesema ya kwamba tunapoteza ng'ombe nyingi, mifugo, mbuzi, kondoo, ngamia kwa sababu ya mambo ya kiangazi, na zaidi kwa sababu ya mifugo yetu kukosa maji. Nimesikiza viongozi wameongea, na ndio sababu katika budget hii na mpango yetu tumeweka mpango mkubwa ya dams. Tumesema vile mmenisikia, tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Tunajenga dams karibu 1,000 zile ndogo na karibu 3,000 zile water pans in every part of Kenya. Hapa Kajiado tuko na mpango kamili ili isitokee tena ng'ombe zenu zikakufa kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa lishe. Hiyo mpango iko kati yetu. Dam ya Oloitikosh ambayo iko hapa, jana nilikutana kule Paris na president wa Africa Development Bank ambao wanatusaidia kujenga hiyo dam. Dam ya kule mpango ya maji ya kutoka kule Kilimanjaro, ile Nolturesh ambayo itakuja mpaka itafika hapa Konza City. Lakini kabla ya kufika Konza City itatembea hiyo Kajiado, Amboseli, hiyo dunia yote, Kajiado South, Kajiado Central, sehemu ile ingine. Pia
tumeweka hiyo katika mipango yetu na iko katika budget ya mwaka huu. Damu ya maji ambayo mjumbe wenu Elijah amesema ya hapa Kajiado pia iko katika mipango yetu. Damu za kwanza 5 za Kajiado ziko katika mpango yetu ya phase 1. Zile zingine zitafuatilia katika mpango ya kukabiliana na gharama ya maisha. Vile vile tuko na mpango ambaye nishaongea na gavana kuhusu maziwa yenu, vile ya kuaggregate maziwa. Tuko na milk coolers 25 ambayo tutapatia Kajiado. Nasikia huku kina mama sana ndio wenye maziwa. So kina mama mjipange na waletea mitungi ndio maziwa yenu isiharibike. Tufanye aggregation ili tupange bei mzuri, msihangaishwe na brokers na wale wananunua maziwa yetu kwa bei ya chini.